Hakuna hata kitu kingine naweza waomba. Kile mmefanya, unajua kuna mtu amezungumza hapa. Mmejikaza sana. Mmejikaza sana. Msionyeshe hadi huyu jamaa anakuanga hata mbukutu ama ni ngoma ama ni kwa sababu mmeniweka pale juu kama kiongozi wa serikali. Nataka niseme asante. Kwenu wote kwa sababu protection ya mwananchi ya kiongozi inatoka kwa mwananchi. Bila nyinyi hakuna Sifuna. Bila nyinyi hakuna Sifuna. The reason watu wanatuogopa huko nje ama wanatuheshimu wanajua mko nyuma yangu. Na kuna mmoja amezungumza hapa akasema wanasema mnanichocha. Ni ukweli wanasema mnanichocha. Ni ukweli wanasema mnanichocha. Na mahali naenda mimi nasema wacha tuone kati yenu na mimi nani atatoroka wa kwanza. Nataka kuona hizi sura hapa. Kati yenu na mimi nani atanunuliwa wa kwanza? Acha tuweke beti leo, sio? Si mnaogopa nitanunuliwa? Pia mimi naogopa mtanunuliwa. Hata mimi naogopa mtatoroka. Hatuwezi. Siku ile nitageuka nyuma. Nikumbuke ile group ilikuwa hapa kwa Mungu. Mmenichocha, nimeingia gas vizuri, nimetangaza. Nigeuke nyuma nione hamko. Mungu aliye juu. Yeye ndiye atadili. Mimi nataka niseme asante sana. Mheshimiwa Peter Malanga, I have a lot of respect for that gentleman. He's been elected in Nakuru for many times. Tunaenda Nakuru regularly. Ni yeye atakuwa wetu. Yeye atakuwa wetu. Tumeenda Kenya mzima, hii message imekubalika. Na hii message yetu ni kwa sababu ati ni mimi. Hapana. Wakenya wanaumia. Wamechoka. Wakenya wanaumia na Wakenya wameumia. Yes. Ufisadi imefika level ambayo hatuwezi kuzungumza. Sasa kila kitu kinanunuliwa. Yes. Kila kitu kinanunuliwa. Nyinyi mlidanganywa hapa pan paper inaenda kununuliwa. Baada hata kama Zakari Mwalimu mlio. Itaenda kufanya kazi. Mpaka leo Webuye now town is there. So yeah. Ulikuwa tunaona kelele huko juu wanasema unajua kina Sifuna ni wazimu wapendi maendeleo. Sasa hii kila mtu Nzoia wafanyikazi wale walikuwa pale hawajalipwa mheshimiwa George wa Mangwe. Unajua hiyo maneno. Ule mtu ambaye yuko pale hawasikilizi wananchi at all. Wale walifutwa kazi hawajalipwa. Wakati tulikuwa tunazungumza haya maneno wanasema sisi tunapinga maendeleo. Hatupingi maendeleo, lakini maendeleo haiwezi kuacha wananchi nyuma. Lazima ubebe wananchi wakati tunafanya maendeleo. So, sisi tutaendelea kuzungumza. Tutaendelea kuwapigania kwa sababu hiyo ndio kazi ya viongozi. Sasa kwa sababu leo sio siku yangu, nataka niwaambie kitu moja. Mimi nimewasikiza. Haya bahati. Kama sababu una bagola kwa sana na WhatsApp. When I wanted to run for the first parliamentary seat, narangabata ahoro bano zao. Bwana kama revo kwanza waliniuliza kitu ya kwanza, wewe kwanza uko na bibi. Ukaza zuri wewe ile jikabua ni wanga rudi wije rudi ngo na watu ali ono luko baluo ni basi kuberanga kumwira ale kipende yao akwe nawo ni eseme yande bali mali njali une kize eze na buzi rubaze na manandi dine na aliya la ojize ndio so we have had a very long journey and we know what is required. We know what is required to be able to deliver this country. It is not going to be easy. Nobody has said it is easy. Because you are running against somebody who is a very good politician. He has money, he has the state, he has the income. So, Dr. Bitwin, nobody is under any illusion that is going to be easy. But kwa sababu tumeamua lazima tufanye kila ambacho kinawezekana kwa point yetu. Hatutarudi nyuma. So, mimi nataka nikamilishie hapo. Niwaambie sisi tunataka tuwe viongozi wa kusikiliza wananchi. Wa kusikiliza wananchi. Hii ndio mtatuongoza bila ambavyo tunataka kufanya.
umeniona mambo ya pilo nimesikia. Mambo ya taska nimesikia. Kwa sababu unajua one of the things that I would not want to do is to disappoint you. Because when people have faith in you people must know that it is also very scary. My life has changed in very dramatic ways. Walikuwa wananiita Nairobi waziri wa sherehe. Hiyo sherehe siku hizi imepunguka sana. Imepunguka sana kwa sababu unajua wasitaki muamke siku moja breaking news that kama ni kukubwa kubwa ni mwanaume tu. Lakini si vifo za ujinga leo unaharibu matanga, watu watasema nini kwa matanga. So I want to assure you that we know the responsibility that is ahead of us. We know that it is not going to be easy. We are depending on you. We are depending on you. Kama mtasimama nyuma yetu, mimi nawaambia hapa leo William Ruto haogopi. Anaogopa nyinyi. Nyinyi ndio anaogopa. Mimi ananijua, hata akiniona kwa TV anasema huyu jamaa kuna kitu anasema. Lakini apate tu mama mboga tu pale Kibilili anasema tumechoka na William. That is what cares. So muendelee kuongea. Muendelee kusimama nyuma yetu. Muendelee kutusukuma, kutushikilia. Na mimi ile kitu naweza wahakikishia ni kwamba hatutawaangusha. Nataka niwashukuru nyinyi wote. Mheshimiwa Karatinga, Mheshimiwa Masibo, Karatinga, pamoja na rafiki yangu Jack Wambo. Hawa ndio tumeanza nao hii safari hapa. Na nakuambia tulikuwa tunaonekana ni kama tuko wachache sana. Tuko wachache lakini kuna watu wana make mistake. Badala wahesabu wako na wananchi wangapi, wanahesabu wako na viongozi wangapi. Na wanajua wengi wao watu wanaenda nyumbani. Watu wanaenda nyumbani, watu hizo wanaogopa sana. Wakisikia nikisema tu hata jina yao wanaanza kugojoa. Kama wewe ulikuwa mbunge hapa Bungoma wakati Nzoie na huyo na haukusema kitu. Wewe unasema kulikuwa namba 3 in command wakati Nzoie na huyo. Ewe jengo. Ninawaambia mnachukua list ya watoto wenu wote. Unaanzia hapa juu, muwaheshimu vile wenyewe wanajiweka. Mnaanza na huyo namba 3 hapa. Unakuja kwa Senate, unakuja kwa MP, wote. Alafu unaweka hapa yes, no. Umurebe doli wako janganjo wa Dari yes, chengo pa. Na finance bill. Wewe wako wa finance bill. Sifuna ni yule chochea kabisa. Ni kazi wewe. Nataka nikomee hapo. Na niseme asante sana. Heshima ambayo unaonyesha kufungulia boma yako. Tunataka kwenda mikutano mingi kama hii hata huko nyumbani. Nataka sasa nifungue ofisi ya nyumbani. Watu mkuu unaweza kukuja pale kusiaka. Siaka.